Sasa huyu Jonde, mimi nimetulia hapa Nimetulia hapa kidogo, nimekuja na watoto wawili wazuri, sijui ndio Tasha na Trisha, ndio tumeanza kujuana kidogo, ndio hao wameshachukua mawapeleka, sijui sasa wameenda wapi. Sasa ni wiki ya tatu Tasha hakuja hapa. Tasha, where are you? Sijui watu mnakoangaje. Utashaelewi kwamba ni maneno yote nilikuwa nimemwambia. Hizo pesa zote nimemtumia kwa simu mpaka saa hii. Lakini hawa wanadamu wanakoangaje. Alafu kaka, ngoja tu akuje. Hapa hivi na yeye itabidi tu tumekosana. Juu yani hapa hajaonekana, Tasha hayuko, alafu hakuna ripoti yoyote. Anatarajia mimi nakaaje. Acha tu anakuja. Mazinta alikuwa amesema ati ananipigia. Kama alimdanganya. Acha niharakisha. Nane asione kama sasa mwenye jombeba ufala. Lakini hawezi mdanganya. Labda amekuwa na shughuli nyingi. Wow, Shisha. Jonte. Usikie kimbali kidogo nikupigie. Wow, hata mimi nilikuwa naharakisha. Nilidhani umenidanganya. Singekudanganya. Haya basi twende. Okay. Kaka. Vipi kaka? Kuna nini? Salama tu bro, kwaje? Niko poa sana kaka. Kaka, Una nini bro? Si toka hapa mimi. Kaka, shida ni nini? Bro. Hebu ndio fanya shughuli zako. Kaka, fanya shughuli zako. Hapo kuna mgeni hapo. Kaka. Bro. Kaka, kuna nini? Oh. Kaka. Shisha, usishangae. Hivyo ndio watu nakaa na kakangu, hivyo ndio watu nakuwa tu. Ni kawaida yetu. Karibu sana. Kuna nini? Kaka, mambo tu ya ofisi. Kuna vijana wananipa mawazo sana huko ofisini. Nilikuwa nimeamua hata niende tu niwaachishe kazi, niajiri vijana.
Kwani kaka, nini kimetokea ofisini? Hilo tu swala letu kwa hao maclients wenye wanakuja kulingana venye wanahudumiwa kwa njia ambayo haistahili. Alafu nasikia kwamba kazi inafunguliwa kama wamechelewa sana, yaani wanachelewa kufungua kazi. Wanajua kazi inafaa mapema kupata maclients sana. Ila fresh tu iko sawa. Alafu vipi kako bro? Kaka, uko nitokako si kubaya, lakini labda tofauti niko tu ni kwamba rafiki yangu yule unayemfahamu Tasha, ndo inasemekana kuwa amepata ufadhili kutoka Marekani. What? Na ameenda kuendelezea masomo yake huko leo, na baada ya masomo yake labda ndo atarudi kuwa na tito. Hata hivyo sasa hapa upea kuna kitu nataka nikwambie. Bwana bro, acha kunichanganya. Kwani unajua hapo kwani aje kivipi? Unasema aje Tasha? Kaka sikiza Tasha. Mimi kwanza nataka unipe report ya Tasha vizuri kabisa. Tasha. Kaka unajua? Hapana. Tasha kwanza Tasha bwana. Tasha ameenda Marekani na hapa naliosema nimekuja na Shisha. Shisha pia ni rafiki yangu na ni pachake Tasha. Unasema? Huyu hapa rafiki yangu anaitwa Shisha na ni pachake. So ina maana utaka uniweke kwa mtego, unaachilia Tasha anaenda ili ukuje na Shisha dadake, si ndio? Mtego gani tena kaka? Alafu kaka siko sawa. Ni kama mwelewana, labda tu nimeacha sababu ni kama amekosahau kiingereza. Hivyo samani kwenye ametokea tunizozungumza inazungumzika. Shisha, huyu hapa ni kakangu anaitwa Sefa na mfanya biashara maarufu sana, anashughulika na mambo ya biashara kule Tanzania na ni mtu muungwana sana. Unavyomuona enda anashughulikia kila kitu kwa ndani, hata masomo yake enda anaifadhili. So Shisha, ni hayo tu. Jonte rafiki yangu, mimi nafikiri kumjua kaka yako. Sefa ulivyoambiwa mmetofika pachake na Tasha. Alafu nimesikia kuna mahali umeshtuka kwamba Tasha ameenda Marekani. Hiyo ni hali ya maisha. Ndio maana wanasema usimzoe mtu sana, sababu kuna siku atakuja kukuondeka katika maisha. So itabidi mjipa moyo, mjitia moyo, kujipa moyo. Shisha, nashukuru sana na pia nimefurahi sana kufahamu kama venye mwambiwa na kakangu. Mimi nafanya kazi kule Tanzania, kazi ya biashara. Ukikuja hapa uchukulie kama nyumbani. Feel free to at home. You can have fun. Be free. Sasa utawaandaje? Unajua mama amekuja, unajua kuna lile swala ambalo alikuwa amezungumza na mama yetu, huyu mama yetu mdogo
akasema kwamba wananitafutia mke ambaye inafaa nimuoe. Ujue mama ana maneno mengi. Anasema inafaa niletee mke nimuoe. Sasa kwa hiyo harakati, wakati alikuwa anakuja akanipata Natasha. Sasa ikabidi amekasirika na akatoka. Sasa sijui kama atarudi ama. Kaka ngoja, mimi nimesikia vibaya ama amekupata na mama mdogo alikuja. Sasa tulikuwa hapa Natasha kwenye mazungumzo na harakati zetu tu hivi, mama akaingia akatupata, na kulingana na swala ambalo alikuwa amekuja kulizungumzia linahusu mke wa kuoa. Sasa ikabidi amekasirika na akarudi huko. Sasa sijui mama akisikia atalichukuliaje, ila sawa. Sasa kaka, unamaanisha kwamba Natasha huwa anakuja hata wakati mimi sipo? Mbona swali kama hilo kaka? Sasa ukiuliza swali ni kama kuna tatizo? Hapana, hamna tatizo, lakini unajua siku zote Tasha ilikuwa akikuja lazima anifahamisha anakuja, lakini kulingana na mazungumzo yako inamaanisha kwamba Tasha huwa anakuja hata wakati sipo. Ina maana kuna kitu kinataka. Kaka, sisi tulikuwa tumekuja na kuna kazi ambayo tulikuwa nayo ili sasa tukuje tuikamilishe. So ndio maana unamwona hapa rafiki yangu amekuja kwa ajili ya kukamilisha kazi ya shule. Sawa bro. Nienda kwenye chumba cha kusomea mkamalizie kazi yenu. Mimi nimetulia tu hapa, kuna mjoni wa sijui kama atawahi. Niko tu hapa. Okay, sawa kaka. Sasa ina maana Tasha ameamua kuenda Marekani bila taarifa, si ndio? Hata hawezi nieleza. Hata kama unachukia mtu, mbona uweze hata uelezea mtu? Si angenieleza tu kwamba anaenda. Mimi ni mwanadamu na nielewa. Mbona lakini mbona tu lakini mbona ila sawa tu. Mimi mambo yote nimemfanyia. Mambo yote nimemfanyia yake. Pesa yote nimempea. Sawa. Watu ukutana. Mzee inaweza kuwa kwa wapi? Atasema ni geti gani? Sijui. Sasa ni moja. Sema ni geti ya black. Macha niulize boys. Anaje brother? Kwa fiti? Bana kuna nani? Kuna mse fulani anaitwa Cephas. Mrefu hivi. Kuna kampuni yake hivi. Zika unajua kwake? Mimi najua kwake. Kwa kina Cephas najua. So sijui ni wapi. Alisema ni area, sijui ni wapi. Kama ni hii area ya kudanganya. Wao ni kwa hii gate ya black hapa ndani. Hapa? Hapa ndio kwa hapa ndani. Hadi kumbe my instincts zilikuwa ziniambia uongo. Ai. Tani nzangi. Sisi hao.
Fika. Mse, I hope sijachelewa. Lakini inaweza kuwa nimemweka. Hope sijamchelewesha. Odi. Hiyo mlango uko wazi. Dosi. Bado jioni. Salamu kwaje? Hope sijakuchelewesha. Hapana. Karibu. Haina mambo. Vipi kule utokako? Mimi nimetoka, mambo iko sawa. Tunashukuru Mungu. Oho. Bila shaka ni Sizla. Ile tunaambiwa na Ivan unafanya kazi hiyo. Bila shaka ni wewe. Mimi ndo Sizla, hapo hujakosea. Mimi ndo ule mwenye Ivan alikupea habari kunihusu. Unajua sijapata nafasi nzuri ya kuja kule ofisini. Kama nilikuja kwa maswali ningekuuliza. Ila pia nafurahi sababu umesikia wito. Nitaka tu nijue iwapo na uzoefu na hii kazi. Sababu vijana wengi wamekuja nimewaajiri ila hawana uzoefu. Sasa imepelekea kupata shortage kubwa na kupoteza clients kwa wingi. Vipi, uko na uzoefu na ni wa muda gani na umefanya kazi idara gani kabla ya kuja kwenye kampuni yetu? Mimi uzoefu na uzoefu kwa miaka si mingi, miaka 3, ila mimi nikiwa katika hali yangu ya kazi, mimi uchapa kazi. Na kuhusu kampuni, mimi nishaifanya na kampuni ya Climax Elegant Electronics. Hiyo ndo kampuni nishaifanya nayo, but kwa sababu ya hali yangu ya afya, like weather ya huko does not favor my hali yangu ya afya, so ikabidi wamenipostpone, wakani link up kwa hii kampuni. Na mimi kazi yangu mimi siongingi sana, mimi ni I do with actions. Utaona tu venye kazi itaendelea, alafu wewe mwenyewe utajudge kutoka na kila kitu yenye umeiona na macho yako mwenyewe. Sasa hivyo ndo nimekuwa nikifanya kazi. Nena hope utafurahia services zangu, juu mimi kwa kazi sijawahi lalisha. Hiyo ni kitu mimi najua. Ni sawa Sizla, nimekuelewa. Wewe karibu sana. Wewe fanya kazi kwa bidii. Sisi huko tunalipaa kulingana na bidii yangu. Ndio kuna maandiko mahali nasema na asiyefanya kazi na asiwe. Meaning usipojituma usitarajie kwamba unapata kitu. Then nothing comes on a silver plate. So make sure unajituma, usisikilize maneno ya watu. Kama unaona mtu anawa kukuleta negative thoughts, avoid them. Wewe jitume, sababu wewe ndio unajua familia yetu tumetoka. Kila mtu ako na malengo ya maisha. Kila mtu ako na plans za maisha. Wewe ndio unajua kitu inafofanyia familia yako. Unajua kitu inafojenge familia, inafojijenge mwenyewe kwa maisha. So ukisikiliza maneno ya watu utafika mahali ujikuta kwamba unapoteza kazi na haitakuwa furaha. Kwa makini sana kwa kazi. Kuhusu utenda kazi, kuondoa shaka dosi. So alafu najua huko kwa ofisi kulikuwa na errands plan ilikuwa inakamilisha, so acha niende ni wapi huko ndo tuone venye maneno itakuwa. Hope is the right time nazoondoka. Ndio tuone venye kazi itaendelea. Haina mambo, wewe fika huko. Kisha mnapiga kazi. Na ambie Ivan nataka kumuona. Ivan nilimpigia simu hapatikani. Sawa, hii imefika. Sasa tutaonana. Kwa makini. So Shisha,
Sidhani kama kuna kazi nyingine zaidi yenye tunatolewa kukamilisha. Ndio tumekamilisha. Ama kuna yenye imesalia? Hata mimi nimaliza yangu. Labda wewe. Hata mimi siona swali ambalo limebaki. So, labda naweza tukaongea toka saa moja mbili. Alafu masaa ikisonga songa tutaondoka, au sio? Haina shida. So, Shisha, Tasha Marekani alikuwa anaenda kumaliza kwa muda gani? Unajua tulikuwa tumemzoea sana. Kuhusu Tasha, ilibidi muda anaweza kuchukua huko like kama 5 years. Ndio kama alizia masomo yake. Alirudi nyuma kidogo sasa. Nilipaa asonge kidogo na somo. Ndio alikuwa weak. Sefa. Oh, mama. Karibu kiti. Habari ya huku? Salama tu, labda kutoka. Kwa salama na umetulia? Mama mdogo, mambo ya ofisi yananisumbua kichwa. Hao vijana wangu wenye nimewaajiri kazi, nimeona ni kama kazi imeanza kuwashinda. Oh, pole sana. Pole sana. Takuwa tu sawa mama, ila hiyo siku ulikuja na ukatoka tu kigafla. Nini ilitokea mama? Unajua hatuja kuzoea hivyo. Unakuja tu na unatoka, hata upani taarifa yote, hujaongea chochote, wewe unatoka tu mama. Ama kulikuwa na tatizo? But hiyo siku alinipigia simu, nilikuwa na simu ya dharura sana. Sasa nikaamua tu nitoke niende. Lakini hiyo shughuli yenye nilitiwa nimemaliza. Sasa nimekuja tuongee. Nataka nikueleze kitu nilikuwa imenileta hapo. Kitu gani? Mbona mama ni kama unanitoa hofu? Kuna tatizo ama mambo iko sawa? Hiyo ukisema hivyo kama unanitoa wasiwasi kidogo. Lakini usikuwe na wasiwasi sana. Si jambo kubwa wala inakushtua sana. Ni venye tu ni ripoti kutoka kwa mama yako. Oh. Sawa mama mdogo, nakusikiliza. Ripoti yenye mama yako alinituma nikuje nikuulize iko hivi, cha nikueleze, usikuwe na wasiwasi sana. Hiyo story mama yako anauliza, tangu venye umetembea hivi venye unafanya kazi, ujiona hata mwanamke amekupendeza? Mama yako anasema anataka kuzeeka. Anataka aone wajukuu. Kwa sababu anakaribia kufariki. Anasema hataki afariki kama hajaona wajukuu. Hiyo ndo ilikuwa ripoti ya muhimu sana. Na anasema anakupenda, anatamani sana aone tu mjukuu wako. Mama bwana. Sasa mambo ya mke naye akatokea. Unajua hii kazi yetu mama, sasa nikueleze au wewe. Unajua nikikueleza wewe ni kama nimeeleza mama. Wewe ni mama wangu mdogo. Hii kazi yetu haihitaji pupa. Hii kazi yetu kichanganya tu vitu viwili hivi unajikuta umeangusha kila kitu. Ila sawa tu mama, kwa hilo ondoa shaka. Mambo na mke mchumba viko njiani vinakuja. Bado najipanga. Nataka nimalizie project yangu kwanza. Kuna project nimeanzisha na
natumai kufikia mwaka ujao takuwa nimemalizia. Nikishaikamilisha tu basi ndoa nawaletea msichana wenu, nawaletea mjukuu na mtafurahi, hata mama atafurahi. Ujue mama ananipenda sana na sitaki nimwangushe, sitaki niwe chanzo cha yeye kuumia ama kuteseka ama kuanza kujiuliza maswali mengi yasiyo na majibu. Sasa kwenye swala la mke ama mjukuu, ondoa shaka kabisa mama. Nimesikia umenieleza, ndio sijakataa, lakini mamako alikuwa amepata msichana mrembo na huyo msichana alikuwa amempenda sana. Huyo msichana si mbaya, ni mzuri sana. Mama yako alikuwa amehakikisha huyo msichana akuwe kwa familia yetu. Lakini Sefa, nakuambia kubali, huyo msichana ni mzuri sana. Huyo msichana hata ukimuona utafurahia sana. Sijui hapo utaniambiaje? Mamako hiyo ndo kitu amesema nikuje nikuambie na nihakikishe nimekueleza, nisikose kukuelezea hapo. Sasa na ngoja ripoti kwako, nirudishie mama, lakini usisahau, usileti mama yako down tafadhali tu. Hiyo tu nakuomba. Hivyo tu mama yako tu afurahie tafadhali. Sasa unajua mama, hapo ambapo mmefikishana mnakosea, penye mmefika mnakosea. Sasa itakuwa aje mtu kama mimi ati mnanitafutia mke? Kwani nimewaambia siwezi kutongoza? Nimewaambia siwezi pata mwanamke. Unajua wanawake wa siku hizi wa hii karne ni wanawake ambao wanapenda pesa. Na swala la pesa mimi niko sawa. Sasa sijui ni pupa gani ama ni pressure gani inawasukuma ndio msema mnaenda mnanitafutia mke. Mnanitafutia mke for what purpose like? Hata inawaingia akilini kweli. Unajua ni kama mimi siwaelewi. Sasa hapo mama, kama ni hivyo mnaona tuko sana. Na haitakuwa vizuri. Sikutaka tufike huko. Wewe ambia mama, mimi nikimalizia miradi yangu mambo ya mke yanafuata. Sawa? Asinichagulie chaguo ambalo mimi sipendi. Sitaki mwanamke ambaye atakuja kunikula kichwa. Nataka mwanamke ambaye anakuja kunipea amani na atanisaidia kuzalisha zaidi mali yangu. Nataka mwanamke ambaye atanisaidia hata watoto wangu wakizaliwa watoto waelewe. Si mwanamke pia yote hapa. Unajua anaweza kuwa mrembo na hana busara ya shule. Alafu watoto wanazaliwa hapa hata shule hawapiti mtihani. Na sasa ambia mama, nikimalizia miradi mambo ya mke yanafuata. Mimi sihitaji kuletewa mwanamke wa aina yoyote. Mimi mwenyewe ndio nitatafuta. Naomba tu ripoti nifikie. Ila tena samahani kama nimekumbusha sana. Ila Sefa, ni sawa. Nitafikishia mama yako hiyo ripoti. Mimi nimekuelewa. Lakini tafadhali, hii mwaka isipite kama haujaoa. Tumekuletea mke, unaanza kuteta. Hii mwaka isifanye nini? Isikupite. Sefa, tuachane naye. Vipi kuhusu kakako Jonte? Jonte yuko na mwenzake kule chumbani na wanamalizia kazi ya shule. Ila naweza kuitia Jonte, samani mara moja. Wow, mama. Hujambo mama? Salama sana. Habari ya muda?
labda si mbaya. Mnaendeleaje huko? Tunaendelea vizuri sana mama. Nimekuja hapa nashindwa Jonte yuko wapi? Mama, ni kazi tu ya shule. Tumekuwa tunajaribu kukamilisha huko, lakini tupo. Upo? Yes, huko nyumbani tuko. Sijaona jambo lolote ila